Asanteni sana. Bazu, wewe uko na kila mtu hapa. Pigieni hao ndugu zetu makofi. Aya. Sunday yes. Pigieni huyu ndugu yangu makofi tafadhali. Sikuwagi hivi siku zote, si mnajua? Lakini ni neema ya Mungu inafanya nini? Inafanya kazi. Bazu, najua tumeongea kwa simu siku mingi. You are a great man in this nation. Pigieni huyu mkurugenzi makofi. Thank you so much. Apart from inspiring people from Central, watu kama sisi umetuinspire. When you started today, nitafanya joke moja. But I have a confession, it has been disturbing me since I was a 4-year-old kid. Kindly allow me to do that. Wacha nipige joke ndio tukienda hapo tukue serious. Ndio. Unajua mimi napenda kusema ukweli Bazue. Ukitaka kujua mtu ni kabila gani, wacha kushinda umeangalia mtumishi umefaa rangi mingi wewe ni Muluya, sijui wewe ni MCJ unatingiza kitambi wewe ni Meru. Angalia vile mtu amekaa. Angalia vile mtu anatembea. Angalia vile mtu anasimama. Utajua mtu ametoka? For example, ukiona mtu amejishika hivi, huyo ni Muluya amekula amechoka. Ukiona mtu ameweka mkono kwa mfuko, huyo ni mtu kutoka Central, anajua ule ako karibu sio rafiki, anything can happen. Ukiona mtu amesimama huyo ni Mkisia anashindwa customer amiwa atatokea wapi Amosi. Mimi niliandika Bible. Hata nikiandika mutasoma. Do I look inspired? Apart from Bazu. Bazu naomba unisomee verse 1 Chronicle chapter 12 verse 18. At least wewe ukisoma wataamini. Before tufike hapo, the first person to be mentioned in the Bible alikuwa anatoka hapa Kenya. Hallelujah. Tutasaidia hii dunia mpaka ijiwe. The first black president wa America alikuwa anatoka wapi? Tulisaidia US ama hatukuwasaidia? The deputy president wa USA ni mweusi, ni mama anaitwa Kamala Harris. Kamala ni Muluya. Hallelujah. Tumesaidia US ama tujawasaidia? Sai prime minister wa UK ni Mkenya. Si mnamjua? Huko Australia tuko na senator anatoka hapa Nyeri mama. Ni ukweli? Sai speaker wa bunge wa Canada ni Mkamba. Hallelujah. The first person to be mentioned in the Bible alikuwa anatoka kwetu Western. Alikuwa anaitwa Hapa Kuku. Huyo ndio Muluya wa kwanza. The second person alikuwa anatoka hapa kwa kina Churchill Ukambani. Pigieni Churchill makofi. Alikuwa anaitwa Nebukadnezar. Huyo ndio Mkamba. Mtu wa tatu alikuwa anatoka hapa kwa kina Raila hapa Nyanza, alikuwa anaitwa Nick Odemas. Huyo ndio Mjaluo. Hallelujah. Mtu wa tatu mnamjua, anafanyanga tuna celebrate Easter, anatoka hapa kwenyu Central, anaitwa Judas Iskarioki. Hallelujah. Bazu nifungulie hiyo. Saidia Bazu na Mike. Hiyo 1 Chronicle chapter 12 verse 18. 1 Chronicle chapter 12. Alafu mnaonanga watu huku nje mnasema sijui mtu amevaa aje, sijui mtu anakaa aje. Wacha msikie Biblia. Msaidie na microphone. Akona wewe ni Bazu wenyewe. Hallelujah. Na napokea upako yako akuwa pastor. Hallelujah. 1 Chronicle chapter 12 verse 18. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Naomba ya Kisungu ndio tukue. Iko hapa. Isome. Inaweza niharibia kazi. Kizungu kwa hii kanisa ni ya Kaisla. Then the spirit came upon a Masai. Masai ni Mkenya ama si Mkenya? Igwe! Tuendelee. Alafu mnaona Masai mnasema Masai inashuka, Masai hako kwa Biblia. Alafu ukimalizia hapo mbele kidogo alikuwa nani? Masai? Who was chief of the captains? Kwanza alikuwa chief. Na ndugu yangu kuja. Najua hapa kuna DCI, kuna polisi, tafadhali mimi kitu nasema sijui. Hata mkinishika mnashika hewa. Sawa. Sasa unajua ukienda Amerika vitu zinafanyika huko ni tofauti, si ni ukweli? Hata vile Obama, Obama akikuja hapa una feel ulikuwa na Obama.
unafeel ushasoma na Obama. Na ni gazeti unamuonanga na TV. Lakini vile anajiintroduce, ndugu yako hebu introduce Obama. Barack Obama. Aya, hakuna shangwe. Welcome to JCM. Alafu unajua Obama anakuanga mjanja. Akienda mahali anajifunza lugha huko unasikia ni aje. Wase. Guy. Vitima. I want to take this opportunity to welcome all of you here at JCM TV. Thank you so much, Bazu, for all of you, for the work you're doing to these people. Thank you for empowering and encouraging people. Thank you so much for coming. Thank you. God bless America. God bless Kenya. As I introduce, nimesema kitu tunasema sifanye nini? Introduce the fourth. Na sijui kwa nini the fourth macho yake ilikuwa red na tie zinafuata. Wa Kenya. Welcome to JCM Church, Uhuru Muigai Kenyatta, our president. Kuaga na mambo mingi. Ndugu zanguni, kaka zanguni, nyanya zanguni, washenzi wanguni. Asanteni kwa kuja, Mungu awabariki. The fifth. Hey! Hey! Na unajua tuko kwa serikali, si ndio? So tunakaribisha nani? Tunakaribisha nani? Na tuko kwa serikali? Nimesema sijui kitu nafanya. Sawa. Welcome to JCM, our president, William Samuel Ruto! Hawapotezangi masani kuvunja rekodi. Alafu unajua the president akiwa anakuaga na kakaratasi yake kuaga na written speech, si ndio? Na hata akiongea anakuaga amejicompose, lakini yeye sasa shida ni emotions zikimshika hapo hapo anamalizana hapo hapo. Nasikia yani ni ujinga mmengoja hivyo. Unasikia we unasikia Niki you checking. Unasikia majama, ninataka kuwauliza swali moja my friends. Huyu jamaa wa vitendawili anasema hatupendi kazi lakini ni sawa. Sasa introduce huyu wa mwisho, anapenda kujiapisha. Na usimame hapo. Sijui kitu nafanya nini? Uzuri tuko kanisani. Tuko kwa chachi. Tuko kanisa. Bas. Na usoke hapo nyuma kidogo. Wapi hapa? Nyuma ni huko. Nyuma. Hivi. Hapo. Mabibi na mabwana, washirika wa JCM, tukitaka sasa kumwarika former Prime Minister Baba. Wapi makofi ya Baba? Baba! 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 Sijui kitu nafanya nini? Huyu anasemanga kitu mnafanya lakini hamukusikia. Kitendawili. Siku ya leo tunaenda kufanyia wamama na wazee tutawafanyia.
Wewe ukitoka hapo unajipata kwa tear gas. Papa unijaze roho niweze kumshinda shetani. Papa unijaze roho niweze kumshinda shetani. Timu ya mpira ikiitwa Liverpool, nikani itaitwa matumbo pulu. Arsenal. Papa unijaze roho niweze kumshinda shetani. Oh, ni wa Arsenal. Ay. Kwani Mungu ananionyesha kitu na sijui. Thank you so much. Twagotea mwathani nundu wa nasi. Mwathani tutiona ututeithie Jehova. Tutiona ututeithie Jehova. Tutiona utukure magerio-ine mwathani. Tutiona utukure maruo-ine mwathani. Thiini wa ritwa ria Jesu. Twagukaira muthenya wa umuthi Jehova. Wiukuranaga kuma gikuo-ine. Wiukuranaga kuma mehia-ine. Wiukuranaga kuma minyamaro-ine. Otokora muthenya wa umuthi. Nitwagothatheire. Nitwagothatheire Mũthamaki mwega. Nitwagotea nĩ tondũ wa tha ciaku. Twahoera mwanake ũyũ mbere yaku Mwathani. Twahoera ndungata yaku muthenya wa umuthi. Nĩ ũndũ wa tha ciaku Mũthamaki mwega. Ũramũkora kuma gĩkuo-inĩ Mwathani. Ũramũkora kuma mĩnyororo ya mehia. Nitwagobararia mwathani. Hallelujah. Otumia wari. Oh Yesu fana maguta. Akewana uroine maku. Akewana inakiugala. Magoitekera Mwathani, magoitekera uji. Aya makoma kuna yoro tamwere. Uigo ni Mwathani. Tagodaida, tagodaida uji mwe. Matata mama igori mako. Matata mama igori mako. Magoitekera, magoitekera uji mwe. This is our prayer, Father. That you wipe tears on our eyes. Father, your work is to redeem. Your work is to save.
Your work is to heal wounds. Your work is to deliver. As we break barriers that has been blocking our success, that has been blocking our future, on your altar is your son. It is so heavy. We can understand his pain. We know the work of a parent is to bless. The work of a parent is to love and care for us. We can understand the pain in the disconnect. Na hii kitu iko na watu wengi. A lot of people are going through rejection. Kama uko hapo and you feel like him, before we begin anything, nataka kukuombea. Everybody rejecting you, even family members. If you have been going through rejection, a lot of people are here. They have been denied love. They have been denied a chance of love in their lives. Hii kitu iko na watu wengi. A lot of people are going through rejection. Hawapendwi na hawajafanya makosa. Hawapendwi na hakuna mtu alikosea. I have felt that pain in my heart. Nimesikia uchungu. Huo ushuhuda uko na watu wengi, ni vile wamenyamaza. A lot of people have been denied their love. Hakuna mahali wanatakiwa na sio mtu walikosea. Wengine wameshikiwa baraka zao kwa sababu ya kukataliwa, na hakuna mtu walikosea Mungu. Sio yeye peke yake. A lot of people are going through this. Father, I want us to break this spirit of rejection. Ninataka watu kujeni mshike hawa mabega. Kila mtu ashike mtu wake. Kila mtu akuje ashike mtu. Everybody needs love. They have been denied a chance of love. Nataka mkuje, Nyambura, kujeni mshike watu mabega, tuanze kuwaombea. Let us pray for these souls. You can understand what they are feeling. You can understand that their spirit is disturbed. Their heart. Nataka wale watu wamesimama huko, kujeni Mr. Charles, kujeni mshike watu hapa muwaombe. Come and hold somebody. Let us show them love. Tuwaonyeshe mapenzi. Kujeni mshike watu, shika mtu mabega, anza kumuombea. Waliokataliwa tuwapokee leo. Waliokataliwa tuwachukue leo. Kujeni, kimbieni hapa. Come and pray with him. Shika yeye, omba na yeye. Omba na yeye. The spirit of rejection has brought many people down. Roho ya kukataliwa imeshukisha watu wengi sana. Watu wetu hawaendelei, na ni sisi tuliwashika mateka. Watu wetu wanajaribu kila njia, haifanyiki, na ni sisi tumewashikia nyota zao.
tunawakataa na kuwarushia maneno ambayo ni ya laana katika maisha yao. We have cursed people. That is why they are not progressing. We have cursed our brothers and sisters. Tumekosanishwa na wazazi wetu ambao kazi yao ni kutubariki. Sasa wanaongea laana katika maisha yetu. The pain in their hearts can be felt. Leo inafika mwisho. Leo inafika mwisho. Today this is coming to an end. Leo inafika mwisho. Let us pray for their peace. Wapate amani katika maisha yao. Wafunguliwe mikono yao. Wafunguliwe katika jela ya kukataliwa. Walionena maneno ya kuwalaani, kuanzia leo we are breaking those barriers. We are breaking those barriers in Jesus name. Walio wakataa leo na wakawarushia laana, we break every power of rejection in their lives. Waliokataliwa na wakarushiwa maneno, leo tunavunja katika jina la Yesu. Jehovah, come and release your people. Release them from curses, the spoken and unspoken words in their lives. Break every chain that is tying them. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Wipe their tears away. Wale walilaaniwa leo, geuza Mungu. Wale waliitwa majina, Mungu geuza. Wale waliambiwa na wazazi hata usinizae, geuza leo Mungu. Wengine waliambiwa hawataendelea, wengine wakaambiwa hawatapata amani. Mungu unaweza kuvunja laana. Listen to their prayers. Listen to their supplications. Listen to their requests. Holy Spirit of God. Holy Spirit of God. Take dominion over their lives. Jehova, kuja uvunje. Kuja uvunje kila laana. Katika madhabahu yako vunja kila laana. Katika madhabahu yako choma kila laana. Jesus. Jehovah, come. Holy Spirit of God, come. Holy Spirit of God, come. Kuja uvunje kila laana. Kuja uvunje kila mateso. Wanaopitia mateso ifike mwisho. Wanaopitia laana vunja sasa katika jina la Yesu. Amokelia ngai egwonienda guthaitha ugathikiririe tori bururi mogeni ndare mahoya ti mundu muinyiririe nitirireirie gukira hanotani nitirireirie gukira hanotani nyamukiria ngai niguo nienda guthaitha tugathikiririe tori bururi wogeni ndare mahoya ti mundu muinyiririe nitirireirie gukira hanotani nitirireirie gukira nyamukiria ngai niguo nienda guthaitha tugathikiririe tori bururi wogeni
ndarema hoya ndi mundu muinyererie nindirireirie gukira notani nindirireirie gukira notani. Jesus name. Nataka sote tuelekeze mikono hapa. The Bible says that God will break every yoke that brings a man down. Na asanteni kwa sababu ya kukubali. This is a spirit that has brought many down. Na kuanzia leo, as we break the barriers that has been blocking our blessings, hawa watafunguliwa katika jina la Yesu. Walio walaani wataanza kuwabariki. Kuna wengine hata waliambiwa usinizae. Waliosema hawa hawatapata amani, kuanzia leo inageuzwa katika jina la Yesu. Hawa watafanikiwa. Mikono yao itarudishiwa ujasiri. Mikono yao itarudishiwa ushindi. Wamejaribu maisha wakati mwingi, lakini wanakuta maneno yaliyosemwa. This man has spoken on behalf of many people. People are going through rejection. People are going through curses that were spewed in their lives. Kuanzia leo, mafuta tunayotumia hapa itageuza kila kitu. Our faith will reverse words that were spoken to them. Huyu watapendana na mama yake kuanzia leo. The mother will come calling and searching. Sisi tunajua wazazi ndio baraka yetu. Watu wengi wanapitia uchungu kwa sababu ya mambo yaliyosemwa na watu ambao hawana huruma juu ya maisha yao. Watasikizana na wadada zao na ndugu zao hawa. Tuwaelekezeni mikono. Father, in the name of Jesus Christ, wewe ndio nguvu iliyo na nguvu. Tunaleta hawa mikononi mwako, ili Mungu kuanzia leo maisha ya hawa yajae moto. Moto utakao choma laana. Moto utakao choma kuchukiwa. Moto utakao choma all the curses that were spewed in their lives. Kuna walisema hawataendelea, sisi tumesema wataendelea. Kuna walisema hawatafanikiwa, sisi tumesema watafanikiwa. Kuna waliosema hawatapata amani, sisi tumesema watapata amani katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ya nguvu za msalaba, hawa wanakombolewa leo. Kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, hawa wanakombolewa leo. Wataanza kupendwa, wataanza kutafutwa katika jina la Yesu Kristo. Walio walaani, kuanzia leo tumegeuza maneno yao. Walioambiwa hapo wasizae wazazi, tumbo zao zikafungika, zinafunguka leo katika jina la Yesu. Walioambiwa hawataona raha maishani, mikono yao ikiingia katika biashara inaanguka, kuanzia leo tumerudisha hawa position yao ya baraka. Tumerudisha hawa position yao ya kuendelea. Kila milango wanayotafuta kuingia inafungika kwa sababu ya mambo yaliyonenwa. We break the blocking barriers today. Tunavunja kila laana, tunavunja yaliyosemwa, hata yaliyotajwa walipozaliwa. They are no longer captives of words. They are no longer captives of curses. They are no longer captives of people who spewed curses in their lives. Tunaombea ndugu huyu wetu. The Bible says that confession brings healing. His confession has brought up what has been happening in our families. Ninaombea hawa watu Mungu wa milele. Na niye nejoe ni hojiguaga. Niye nejoe ni wigua mahoya makwa. Niye nejoe ni wigua gage kwariria. Ndagothaitha Mwathani, andu ayo mathikiririe totari bururi wa ugeni, ni merireirie guthie na mbere, manyitithanie na haria marengeirwo thiini wa ritwa ria Jesu, washikanishe na mahali walikatiwa.
reconnect their destinies. Ninajua shetani anapenda hivyo, watu wa Mungu waishi katika laana. Lakini kuanzia leo shetani tunakuongelesha ya kwamba unaachilia maisha ya hawa, ya kwamba unaachilia ndoa zao, ya kwamba unaachilia watoto wao, ya kwamba unaachilia familia zao. Zile familia zilivunjika kwa sababu ya mambo yaliyosemwa, tunazishikanisha leo katika jina la Yesu. Shetani, sikiza hivi, hawa sio watumwa wa laana tena. Hawa sio watumwa wa bad luck. Hawa sio watumwa wa mambo yaliyosemwa. We pray for Mr. Njoroge. We understand his heart. Aliambiwa maneno, akaambiwa atazaa viwete. We reverse whatever that was spoken in the life of Mr. Njoroge. Huyu ataishi mpaka azeeke. Huyu ataona siku zake za uzee. Huyu atafurahia watoto wake. Huyu utamweka zaidi. Cancer will not consume this man in the name of Jesus. Hakuna mtoto mwingine atazaa akiwa shida. Father, remember him. Give them a new start. Give them a new beginning. Roho zao zimeishi kuinama, na labda hawajaambia watu wanachokipitia. Kuanzia leo, as we break the blocking barriers, these people are released. Receive your healing. Receive your release. Achiliweni leo. Anzeni kuachiliwa sasa. Anzeni kuachiliwa sasa. Waliowashika waachilie. Uchawi uliowekwa juu yenu waachilie. Anzeni kuachiliwa sasa. Start being released in the name of Jesus. Pokeeni kuachiliwa. Pokeeni kuachiliwa. Endeni mukafaulu. Endeni mukainuliwe. Endeni mukaendelee. And we speak release now. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.